Ndugu na dada katika Kristo, ninyi wapendwa wa Bwana, tunawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ni ndugu yenu Emmanuel. Kwa muda huu tunahitaji kujifunza neno la Mungu. Mahali mlipo iweni karibu ili tupate somo letu la sasa. Kabla ya kuambia kichwa cha somo, hebu mahali mlipo tunyenyekee kwa ujumla, tumuombe Muumba wetu. Asante Mungu wetu, tunakushukuru kwa ulinzi bora tunaoupata kila kukicha. Jina lako lihimidiwe. Kwa muda huu umekubali tupate fursa ya kujifunza neno lako. Tunakuomba Baba, wewe mwenyewe ukawe mwalimu kwetu. Tunapokwenda kuchota akili na hekima kutoka kwenye ushauri wa maandiko matakatifu na ushauri wa ujuzi unaotoka mbinguni, uwe pamoja nasi katika somo letu. Ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Somo letu la sasa tutazungumzia kuhusu kujilinda kwa mambo yote, au kuwa na kiasi kwa mambo yote. Ni fungu linalopatikana katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 9 fungu la 25. Biblia inasema kwamba na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Nimesoma maneno mengi, lakini nahitaji tuweke mstari chini ya kauli hii. Kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Kiswahili hiki kilitumia neno kujizuia, lakini kwa walio na Biblia za Kiingereza na lugha zingine, Biblia inasema kwamba and every man that strives for the mastery is temperate in all things. Tunaweza tukasema kwamba anayeshindana akitaka ushindi anapaswa kuwa na kiasi kwa mambo yote. To be temperate in all things. Kwa muda huu kwa mazoea yetu tunaposikia neno kiasi, kujizuia, kujilinda, huwa tumezoea kwamba ni katika ulaji, uvaaji, utendaji. Kwa mambo haya madogo madogo ni kweli yanayoweza kuathiri mwili wetu, hivyo tumezoea. Ndio maana Biblia katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 fungu la 19, Biblia inasema kwamba ninyi si mali yenu wenyewe. Ninyi si mali yenu wenyewe. Unaposoma sura ya 3 fungu la 16, panasema kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Mtu naye haribu mwili wake, Mungu naye atamharibu, maana atakuwa ameharibu hekalu la Mungu. Hayo ni mafungu ya Biblia yanayo tukataza tusile, tusinywe vitu vinavyoweza kujeruhi afya zetu. Tusile, tusinywe, tusivae kwa mtindo, kwa style inayoweza kuharibu afya zetu. Kujilinda kwa njia hiyo, kwa watu wengi wamekwisha kuzoea. Na wale wanaokunywa pombe, wale wanaotumia bangi, wanatumia sigara, wanatumia wakijua kwamba mambo haya ni mabaya, yanaharibu mwili. Lakini vipo vitu vingine. Maana fungu la Biblia limesema kwamba tunapaswa kujilinda kwa mambo yote. Vipo vitu vingine ambavyo tusipojilinda twaweza kuharibu miili yetu. Wanaosoma Waefeso 5 fungu la 29, Biblia inasema kwamba hakuna mtu anayeuchukia mwili wake, bali huulisha, huutunza, huhifadhi vizuri. Aliye na akili yeyote yule anaweza kutunza vizuri mwili wake. Kwa muda huu
Ningependa tuzungumzie kuhusu safari za majini. Yaani kuna watu wengine wanaopenda kufanya safari wakitumia vyombo vya majini kama meli, kama mashua, kama boat. Wanatumia vyombo vya majini tofauti. Wengine wanatumia hii mitumbi midogo midogo, wengine wanatumia hizi vedete za kisasa, hizi vyombo vya kisasa vinavyotembea ndani ya maji. Hawa watu wote leo nimeona vema tuzungumzie kuhusu vitu ambavyo wanapaswa kutilia maanani, vitu ambavyo wanapaswa kuzingatia kabla ya kuanza safari hizo. Ndugu zangu, siku hizi za mwisho zilizotabiriwa kuwa na maajali mengi yasiyo na idadi, ni kweli utabiri huo unatimia machoni mwetu, kiasi kwamba watu wasio na idadi walizama ndani ya maji sababu ya ajali za baharini, za kwenye maziwa tofauti, za kwenye mito mikubwa. Watu wengi sana walizama. Kila mwaka, kila mwezi tunasikia ajali za baharini. Nataka wewe unayenisikiliza usikilize kwa makini, ili uwe miongoni mwa watu wanaojilinda kwa mambo yote, yakiwemo na kuandaa vizuri safari za baharini. Katika mwaka wa 2018 huko Marekani palifanyika utafiti, wakagundua kwamba ajali za baharini kila mwaka zilikuwa kama 4,145. Katika ajali hizo watu waliojeruhiwa na kuathirika ni 2,511. Katika ajali hizo watu waliofariki ni 633. Katika hao waliokufa, 84% ni watu waliokufa sababu ya kupuuzia kujilinda, yani kuvaa life jacket. Kwa Wafaransa wanaita gilet de sauvetage, kwa Waswahili wakati mwingine wanaita boya. Walitembea ndani ya maji, ndani ya mitumbi, ndani ya boat, ndani ya meli, ndani ya mashua bila kuvaa ile life jacket, yani ile boya. Si vizuri kwa mtu aliye na akili kuingia ndani ya maji kwa njia yote, kwa namna yote, yani usithubutu kuingia ndani ya maji bila kuvaa boya. Ile jacket, ile gilet de sauvetage kwa Wafaransa inahitajika sana. Sio kwamba itaondoa kifo. Hapa mnielewe vizuri. Sio kwamba itaondoa kifo. Maana Waswahili walisema kwamba kifo hakihitaji nyenzo. Mtu anaweza kafa hata akiteleza kwenye kitanda, anaweza kafariki hata akiteleza kwenye meza, anaweza kafariki. Sio kwamba kifo tukijilinda kifo kitatoweka, hapana. Lakini sisi ni wachache sana. Kazi tulizo nazo ni nyingi sana. Familia zetu zinatuhitaji sana. Nchi yetu inatuhitaji sana. Kanisa linatuhitaji na msaada wetu sana, kiasi kwamba hatuwezi kufa ovyo ovyo bila hata kufikiria. Ndiyo maana unapaswa kuvaa ile life jacket ili usije ukazama ndani ya bahari. Katika hao watu 87% ya wanajeshi wadogo wa miaka kuelekea 18 huko Marekani wanazama ndani ya maji sababu ya kupuuzia kuvaa jacket. 86% ya watu wazima wanajeshi hao wanachezea maji, wanazama sababu ya kupuuzia kuvaa jacket. Ndio maana wote waliokufa sababu ni moja, walipata ajali au waliingia ndani ya maji bila kuvaa ile life jacket. Ndugu zangu mnaonisikiliza, maji yaliwameza watu wengi, yanawameza watu wengi, na msipofuata hii habari ushauri yataendelea kuwameza watu wengi. Si kwamba nirudie hili
Kujilinda kwetu hakutaondoa kifo, lakini afadhali tutapunguza idadi ya watu wanaokufa kwa njia za kijinga bila kuvaa life jacket. Utafiti uliendelea ukasema kwamba hivi karibuni watu 320,000 huzama ndani ya maji kila mwaka. Mtu niwajulisheni ya kwamba unapondumbukia ndani ya maji, yule aliye na uwezo, aliyejizoweza, ambaye hana hofu, watu wengi wanaweza kustahimili kukaa huko chini bila kupumua, wakiwa wamefunga kabisa dakika moja inatosha. Wapo wengine waliojizoweza, si ajabu kawaona watu mashujaa wanaoweza kuelekea dakika 3, lakini sio sana, ni watu wachache sana. Na sio lazima dakika hizo zikushinde ukiwa ndani ya maji tu. Na mtu ambaye uko nchi kavu, ukikaa dakika 3 sehemu sio na hewa bila kupumua, si ajabu kaona umekufa kabisa. Kwa hiyo ili mlijue na liwe neno la kuzingatiwa, tunapaswa kuingia ndani ya chombo cha maji chochote kile tukiwa tumevaa boya au life jacket. Kwa watu wanaonisikiliza, hii jacket nafikiri mnaiona kwenye picha. Ni chombo kizuri sana. Ni chombo ambacho hakina bei. Ni pesa ndogo sana ukizilinganisha na afya ya na maisha ya mwanadamu. Ni chombo kidogo sana, ni chombo chepesi kupata, lakini kina faida nyingi sana, hasa kwa watu wanaotembea ndani ya maji. Hebu nizungumuze manufaa ya kuvaa life jacket ukiwa kwenye boat, meli na kadhalika. 1, huwezi kuzama ndani ya maji. Ajali inapotokea, meli au boti imemwaga kabisa ndani ya maji au imezama, huwezi ukazama huko chini. Hiyo ndiyo manufaa ya kuvaa boya. Hauwezi kuzama huko chini. Na unapoendelea kubaki juu, kichwa, pua vinaendelea kuwa juu, utapumua, maisha yataendelea. Hiyo ni faida ya kwanza. Mtu ambaye amevaa boya hawezi kuzama huko chini. Faida ya pili, boya humsaidia anayejua kuogelea kupumzika. Inawezekana ajali katokea mkiwa kwa mbali sana, mbali ya nchi kavu. Unadumbukia ndani ya maji, unaendelea kuwa juu ya maji. Yule anayejua kuogelea, naweza kuogelea kama kawaida, naogelea kama kawaida. Kwa sababu huenda safari kawa ndefu ili ufike nchi kavu, si ajabu ukasimama tu ukatulia, maana yule anayevaa ile boya hawezi kuzama. Unatulia tu, unapumzika, unaendeleza safari, unapumzika, unaendeleza safari, unapumzika, unaogelea, unaendeleza safari. Ni chombo kizuri kisicho na bei, kinachoweza kukusaidia ukatembea juu ya maji wakati ajali imetokea. Faida ya 3, huendi katokea ukadumbukia ndani ya maji. Ni kweli unaweza kuzama kidogo, lakini kwa sekundi kadhaa umepanda juu, sababu umezama ukiwa umevaa ile jacket. Ndio maana ninyi mnaotembea ndani ya maji, iweni jasiri, msiwe na hofu. Ukiwa umevaa ile jacket yako, hata kidumbukia ndani ya maji, jueni kwamba kwa dakika kadhaa, kwa sekundi kadhaa umepanda juu, tayari umeanza kupumua bila shida yoyote. Hata kama wewe hujui kuogelea, unajikuta juu, unabaki pale, watu wa kutoa msaada watakukuta bila shida yoyote. Faida ya 4, humsaidia asiyejua kuogelea kubaki juu ya maji, yani kuelea juu ya maji. Unapokuwa umevaa ile jacket, hata kama wewe hujui kuogelea, ajali inapotokea unabaki juu. Unabaki juu na baki pale, wale wa kutoa msaada wakija watakukuta pale. Hiyo ni faida ya kuvaa
ile boya, yani jacket. Faida ya 5, upepo humpeleka kiurahisi kuelekea nchi kavu. Mtu anayevaa jacket, yani kwa Wafaransa gilet de sauvetage, unajua ajali inapotokea au ukiwa juu ya bahari, sababu umevaa ile jacket, hujui kuogelea, upepo unakuelekeza, mara nyingi unakuelekeza nchi kavu. Ndio maana na watu waliokufa majini, unakuta mizoga unaikuta huko, unakuta maiti ziko huko nchi kavu. Ni kwa sababu kule upepo unakoenda ndiko utakakoenda na wewe. Ukiwa umevaa sasa, utatembea kwa usalama, pua lako likiwa juu, unapumua vizuri bila shida yoyote. Faida nyingine, jacket za kisasa, hizi boya za kisasa huongeza kasi katika kuogelea. Ajali inaweza katokea katikati ya bahari au ya ziwa fulani, alafu wewe uliye na jacket na unajua kuogelea, unaogelea kwa kasi kabisa. Ukifika nchi kavu ndio utakayewataarifu kilichotokea ili wawahi kuja kutoa msaada. So kuvaa jacket huongeza kasi kwa yule anayejua kuogelea, hasa hizi jacket za kisasa. Faida nyingine, kwa maana anayevaa jacket hubaki juu, humsaidia kupiga yowe na kuona kwa mbali. Ukiwa juu, sababu umevaa jacket, macho yako yanaona, sauti yako inaweza katoka, unapiga yowe, unaita, jamani hili limetokea. Na ukiwa umezama, yani ukiwa mmepata ajali mkiwa karibu na milima, macho yako yanaiona, lakini yule ambaye amezama hiyo habari hana na maisha yake yanaelekea kufa. Kwa hiyo kuvaa jacket ni kitu kizuri. Unakuwa na uwezo wa kupiga yowe na kuwaita watu ili waje wakusaidie. Kwa faida nyingine, jacket zingine zinatengenezwa kwa rangi inayong'aa sana, kiasi kwamba hata kama usiposema, wale wa kutoa msaada au watu wa bote na meli zingine wa kando wanaweza wakakuona ukiwa kwa mbali, sababu ya rangi inayong'aa ya jacket yako. Hiyo ni faida nyingine kwa yule ambaye amevaa jacket, na wanawahi kuja kukusaidia. Faida ya mwisho, jacket huleta utulivu na amani moyoni. Nafikiri mimi tulipokuwa watoto tulikuwa tunaogelea, lakini pamoja na kwamba tulikuwa wataalamu, tulikuwa na uzoefu, tunaingia ndani ya maji, lakini wakati mwingine ulikuwa unasikia moyoni kahofu kanakuja, sababu kipindi hicho tulikuwa hatuna vya boya, hatuna majaketi, ilikuwa ni kuogelea tu kama watoto. Lakini ulipokuwa unakumbuka kwamba hauna jacket, kahofu kalikuwa kanatembea moyoni mwako. Hivyo basi, unapovaa jacket unajisikia ukiwa na amani na utulivu moyoni, sababu hata kama ninapozama siwezi kuzama huko chini kwa sababu nimevaa jacket. Nakumbuka kwa watu wanaopenda kuogelea, kuna vitu vinavyoshika mishipa ya miguu, vinashika kama kwetu Kiruga tunaviita mbwa, vinashika sana na maumivu mengi, unasikia miguu imekufa ganzi. Vitu hivyo vikikushika ukiwa ndani ya maji bila kuvaa boya, hapo unazama kuelekea chini kabisa bila msaada wowote. Basi kwa yule anayevaa jacket, hata magonjwa hayo yakikushika hautazama kamwe, utaendelea kubaki juu, kiasi kwamba watu wa kutoa msaada, wa kukupatia msaada, watakukuta juu bila kupata shida yoyote. Hayo ndiyo manufaa, au hiyo ndiyo faida ya kuvaa boya au jacket au gilet de sauvetage kwa Faransa ukiwa unatembea ndani ya maji. Ndugu zangu, mnaokaa katika ulimwengu mzima, hususan maeneo yetu ya maziwa makuu, tunayo maziwa kama Kivu, tunayo maziwa kama Victoria, tunayo
la Kenyasa huko Malawi, tunayo Tanganyika hapa chini Burundi na katikati ya Kongo, Burundi, Zambia, Tanzania. Tunayo maziwa mengi huko Uganda, maziwa yapo mengi, lakini sababu ya kupuuzia kanguo haka kadogo, watu wasio na idadi walikufa. Watu wanaokaa sehemu hizo, eneo hizo, kuna wajane na wajane. Kuna wazazi ambao hawana watoto na huku walizaa kama wazazi wengine. Kuna machozi kila kiangazi, kila kipindi tunasikia machozi na vilio. Kwenye taarifa za habari, television na radio, habari ndio hiyo. Wamezama 12, 20, 200, 300. Lakini cha ajabu, baada ya kuzama, watu wengine wanajipakia ndani ya meli bila kuvaa jacket. Na unapoona maiti za watu hao, wote unawakuta kabisa wana amani, hawakufikiria hata kidogo kuvaa jacket. Sio jacket tu, kuna vyombo vingine. Waweza kusema eti jacket mbona ni bei kali, jacket ni 15,000 hela za Rwanda, tafanyaje, mbona hiyo pesa kubwa siwezi nikaipata? Kuna vyombo vingine mbadala ambavyo na wala havina pesa yoyote. Hebu niwatajie chombo kimoja. Unaona dumu hili, unaona kadumu kadogo kama haka, wengine wanasema garun, kwa Wafaransa wanasema jerika, wengine wanasema bido, wanakaita majina yasiyo na idadi. Unakaona kwa macho yako, hiki ni chombo kidogo. Hata na chabure unaweza kupata. Hawa wafanya biashara baada ya kutoa mafuta ya rizeti na mafuta mengine wanatupa. Ini chombo kinachotupwa baada ya kukitumia kwa kila walichokuwa wanakitaka. Maana yake ni kwamba unaweza kukipata chabure. Haka kadumu, unapotembea ndani ya maji, umepanda boat, umepanda meli, kumbuka kuchukua haka kadumu kama wewe hauna pesa ya kununua ile life jacket. Haka kadumu unakaona, cha kuzingatia ni kitu kimoja. Unafunga kwanza mfuniko, unaweka mfuniko, unafunga kabisa kiasi kwamba maji hayataingia humu ndani. Ukishafunga, kwa wale wazoefu, na tulipokuwa watoto nakumbuka tulikuwa tunajifunza kuogelea tukitumia dumu kama hili. Maana ukiweka juu ya maji na kulilalia, unaogelea kabisa bila shida yoyote. Lakini kumbuka kwamba huenda ajali katokea mkiwa mbali sana. Huwezi kaamini kwa mtaendelea kukashikilia. Unaweza kachoka kakakuponyoka, unazama hapo hapo. Ili mambo haya yasitokee, unashika kamba, unaingiza humu, unafunga dumu lako mgongoni, unafunga kabisa, linakuwa mgongoni, dumu lako linakuwa mgongoni, unafunga na kamba. Alafu wewe unaingia ndani ya meli, unaingia ndani ya boti bila tatizo yoyote, maana mgongoni kwako kuna dumu hili. Si ajabu ajali kitokea, hapo nadumbukia unajikuta juu, sababu huwezi kazama ukiwa na dumu hili. Na kwa wale walio na uzoefu, si ajabu kaligeuza, lakini umefunga na kamba kiasi kwamba kamba halitakatika, ukararia. Hapo utatembea unavyotaka, huwezi kupata shida yoyote. Hakuna mtu anayeweza kuzama akiwa na dumu hili. Ni chombo kidogo, kwa bei ni bei rahisi, kwa wengi ni chombo kinachopatikana bure bila kutoa pesa yoyote. Kwa nini mwaendelea kufa na dumu zipo? Mbona ni chombo kidogo sana? Na yule ambaye hajui chochote kihusucho maji, anaweza kafunga na kamba dumu lake mgongoni, anatembea bila hofu. Hautazama hata ajali tokeeje. Labda vile vimbunga vinavyosababisha tsunami, vile vinavyofagia miji na vijiji, hivyo vimbunga vikubwa huko sisemi. Lakini hawa watu wanaozama tunaosema 320, sio kwamba ni watu waliouawa na tsunami, ni ajali hizi ndogo. Boti moja, boti mbili, watu wanakufa hadi kufika idadi ya 320.
Kwa nini mwaendelea kufa watu wa Mungu? Ebu tujilinde kwa mambo yote, yakiwemo na kutumia dumu. Narudia, unafunga vizuri dumu ili maji yasiingie ndani. Unaingiza kamba humu, unafunga huku, unafunga kama vile tunavyofunga mkanda, lakini unafunga na kamba lile ambalo haliwezi kukatika. Unatembea kwa usalama, kaa kwenye boti, kaa kwenye meli bila shida yote. Meli kizama utabaki juu, ikimwaga utajikuta juu, hautakuwa na shida yoyote. Hiki ni chombo rahisi kupata. Yeyote anayenisikiliza, yeyote anayenitazama anaweza kapata chombo hiki. Dumu ndogo sana la chupa kama 7. Hata na kadumu kachini ya dumu hili kanaweza kakakusaidia, huwezi ukazama kamwe. Ndugu zangu, ebu tukumbuke kwamba kujilinda ni vizuri. Kupoteza maisha ya watu 100, 200 kijinga bila kujitahidi angalau kuweka kinga fulani, sio jambo la busara. Yule anayevuta sigara na kuharibu mwili wake ataadhibiwa. Sembuse mtu anayeingia ndani ya boti bila kuwa na kinga yoyote kwa ajali za baharini, naye ataadhibiwa, maana alihatarisha maisha yake. Yule anayekula bila mpangilio hadi kuharibu mfuko wa chakula ataadhibiwa, maana amebomoa, ameharibu hekalu la Mungu. Sembuse yule anayeingia ndani ya maji, mke, mume, watoto 5, wote bila jacket, bila dumu, na hawajui kuogelea. Hata kama unapojua kuogelea, ajali kitokeo ukiwa kambari, huwezi kaogelea kilomita na kilomita nyingi. Kuingia katika maji bila kinga yoyote kwa jambo linalowezekana, na wewe unahatarisha maisha yako. Mbingu hazitakuchukua kama mwenye haki. Ndugu zangu, ni kweli watu wetu waliokufa tunayo ahadi kwamba bahari zitawarudisha. Imeandikwa katika Ufunuo sura 20 fungu la 13. Biblia inasema kwamba 20:13 Ufunuo, Biblia inasema hivi, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Siku ya ufufuo bahari tawatoa watu waliokuwamo ndani mwake. Ni kweli bahari natunza watu wengi, maelfu na maelfu, mamilioni na mamilioni za watu walizama baharini. Waliokufa wakiwa na muamini Mungu, ni kweli tutawaona, bahari tawaleta. Lakini tuendelee kuweka watu wetu ndani ya bahari? Haina msaada kwetu. Si msaada kwa nchi, si msaada kwa kanisa, si msaada kwa familia. Tunahitaji vijana wetu, baba zetu, mama zetu hawa ambao wangali wadogo waendelee kuishi na kuendeleza miradi yao ili tuweze kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo tuache dhambi ya kutokujilinda kwa mambo yote, yakiwemo na kuandaa vizuri safari za baharini. Ebu ndugu na dada, mnaonitazama, mnaonisikiliza, jambo hili tulizingatie. Zingatia jambo hili. Unapoingia ndani ya chombo cha maji chochote kile, meli, mashua, boti, chombo mitumbwi ile midogo, unapothubutu kuingia, hakikisha kwamba umevaa life jacket. Hakikisha kwamba umefungia dumu kama hili kwenye mgongo wako. Alafu ndo uingie ndani ya maji, utakuwa na usalama. Hata ajali kitokea, watu wengi hawatakufa. Nafikiri mmekwisha kunielewa. Ebu tumuombe Mungu ambaye ndiye chanzo cha hekima na akili, atujulishe, atukumbushe, atuhamasishe tuweze kulinda maisha yetu katika safari zetu, hasa hizi za majini. Na watu wa baskeli, usipromoshe baskeli kwenye mlima bila breki, ni dhambi. Na watu wa pikipiki, usipromoshe pikipiki kwenye mlima na mwendo kasi bila breki. Punguza. Kujilinda ni kwa mambo yote. Ebu Mungu atuwezeshe kuyatekeleza hayo. Niwatakie hilo kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kabla ya kuhitimisha somo letu, ebu tuombe Mwenyezi Mungu. Uhimidiwe Baba wa mbinguni,
wewe unayetulinda siku zote, umeona vema tupate ujuzi huu, katuwezeshe kuutekeleza tunapofanya safari zetu katika vyombo vya majini. Tuwezeshe kukumbuka kila mmoja aweze kujilinda na kujikinga akivaa life jacket au chombo kingine kinachoweza kusaidia. Na ulinzi wako utakuwa pamoja nasi tutakapo sikia na kukubali ushauri wako. Uwe pamoja nasi kwa kila jambo. Tunaomba na kuamini ni kwa jina Yesu Mwokozi wetu. Amen.